Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea sehemu ya 3, binti Mwanaidi. Sehemu ya pili tumeshia pale ambapo binti Zamda rafiki yake ya Mwanaidi alimwambia Jafari kwamba nipe namba yako, kipindi mimi nitakuelekeza kila kitu ili ujue ukweli Mwanaidi anafanya kitu gani. Ndio Jafari ameingiliwa na mashaka ndani ya moyo wake, akasema hapa itawezekana ifo ajue ukweli kipi kinachoendelea katika Mwanaidi. Naam, Mwanaidi amekuwa jicho chote kinachoendelea baina ya Jafari na Zamda rafiki yake. Sasa siku moja Mwanaidi alichukua simu yake na kumpigia Jafari. Ile Jafari hakuipokea. Amekuwa akijifikiria mambo mengi sana kuhusu Mwanaidi. Kipindi Mwanaidi alimpigia Jafari sana, akaona simu yake hapokei, ndio akampigia rafiki yake ambaye ndiye Zamda na kumwambia kwamba anaona mpenzi wake hataki kumpokea simu, sijui alikumbwa na nini. Ndio Zamda akacheka akamwambia, sijui kipi kilichomkuta mume wako, inabidi sasa umpigie mumfuate kwake uangalie. Akasema sawa basi, mimi nitamfuata nimwangalie kwake kipi kilichomkuta, maana sielewi kisha nipokee simu yangu, sijui ni nini shida. Ndio tunamuona Zamda rafiki yake Mwanaidi amechukua kijana mmoja na kumwambia kwamba wanataka wacheze sinema kwa Mwanaidi. Akamwambia wewe, napenda ndo mtongozi Mwanaidi ili umharibishie ndoa yake ambayo mimi sipendi kwa kumwona Mwanaidi anakiolewa na yule kijana Jafari. Bora napenda mimi Jafari anioe. Yule rafiki yake akashtuka akamwambia, mbona Mwanaidi ni rafiki yako na sio leo ama kesho mnapendana ama mnaongea, maana wewe ndafutukua kitabu. Akamwambia bwana, tumikia hela, kama unataka hela sawa, kama upendi na mimi nitafuta mwingine. Mtakwenda sawa, siwe shida kwa sababu wewe ushaamua na ni rafiki yako, ila sawa, mimi ushauri wangu leo rafiki yako ungemwacha jiolewe. Akamwambia bwana, kama utaki basi ondoka hapa. Akamwambia basi nipe hizo pesa. Akachukua pesa, kisha yule kijana akamuuliza Zamda, tufanye nini sasa? Ndio Zamda akamwambia yule mwanaume, wewe utaenda kwenye hoteli fulani ubakie pale afu uwe mtupu kama kisu ulivyozaliwa. Mimi nitampigia Mwanaidi nimwambie nikutane pale. Sasa kipindi atapokuja nimwambie hoteli fulani namba ngapi, ataingia ndani, mimi nitakuja na yule mume wake tukue kama tunawagundua ndani ya kile chumba. Sasa unasikia? Na yule kijana akasema sawa, isiwe shida, mimi ndio kazi zangu hizo, bora ushanipa hela. Ndio tunamuona Jafar amekuwa akijiuliza maswali mengi sana kuhusu Mwanaidi. Akajiuliza kwamba isiwe Mwanaidi anafanya machafu, anasubiri aolewe na mimi kisha aanze kufichua makucha yake. Badala anafikiria hivyo, ndio anasikia hodi mbele ya mlango wake na kuja kufungua na kutani Mwanaidi anaingia. Mwanaidi alipoingia na kutana mume wake ni mwenye huzuni fulani ndani ya macho yake. Akamwambia mume wangu, vipi Jafari? Niambie shida nini, nimekosea hapo, niambie ili nirekebishe makosa langu. Jafari akamwambia hapana, mimi sina hujanikosea chochote zaidi, mimi tu kujisikia leo siko vizuri kabisa Mwanaidi. Mwanaidi akamwambia sawa basi twende hospitali. Akamwambia hapana, sina jisikii kwenda hospitali, ila usijali nitakuwa sawa tu baadaye. Ndio akaendelea na maongezi yao, akindani ya Jafari moyo wake umekuwa wenye maumivu ndani yake. Akaongea na huyo bibie Mwanaidi, walipomaliza kumalizana ya kwao, kisha akamshindikiza Mwanaidi. Sasa aliporudia ndio akachukua simu yake na kumpigia yule bibie ambaye ni rafiki yake Mwanaidi Zamda, kumwambia kwamba sasa Zamda, nataka uniambie sasa ukweli ule leo kwa siku ya leo, maana mimi akili yangu haiko fasi moja na mpenzi wangu, namuonesha tabia ambayo singepaswa kumuonesha kwa sababu inatarajiwa kwangu. Zamda ndio akamwambia wewe usijali basi, kama nataka ujue ukweli niambie siku fulani uko tayari ili sasa nikunde nikuonesha ukweli wote unaoelekea. Akamwambia hata leo ama kesho. Akamwambia okay, kesho yake basi. Na hiyo kesho yake ndio imekuwa siku ambazo invitation zinatoka kwa watu kwamba Mwanaidi anataka kuolewa. Akamwambia sawa basi usijali. Ndio tunamwona yule kijana ambaye Zamda alimtuma aende aribishe ndoa ya Mwanaidi. Amekuwa akijifikiria na yeye pia, kwa nini Zamda anafanya haya mambo kwa Mwanaidi, maana Mwanaidi si rafiki yake, si kama ndugu yake, ila kwa nini anafanya yote kisa tamaa. Akasema basi isiwe shida kwa sababu Zamda ashampatia ahadi na huyo kijana amekuwa anamia pesa. Akasema basi mimi nitatimiza haja zake. Sasa Mwanaidi alipofika nyumbani amekuwa na mwenye uvivu, mwenye hakuwa na furaha ndani ya uso wake kwa sababu aliona mpenzi wake sio mwenye furaha siku zote kama jinsi anavyomzoea. Ndio akachukua simu yake kama kawaida na kumpigia rafiki yake, maana hao wawili wamekuwa wakipendana sana, kila shida ni kuambiana wao wawili. Ndio maana hiyo kasa wote Mwanaidi anakusimulia wewe msikilizaji unamsikia. Ndio Mwanaidi akampigia Zamda rafiki yake na kumwambia kwamba anatoka kumwona Jafari hali yake sio nzuri. Zamda akamwambia Mwanaidi pole sana kwa unafiki wake. Sasa akamwambia Mwanaidi, mimi kitu nataka nikwambie, kuna sehemu tutakutana, basi hiyo sehemu nitakuelekeza namna gani nikutana, na ukishapafika tu hiyo sehemu
tutakutana kila kitu pale, unanisubirie. Ndio Mwanaidi akamwambia sehemu gani unanilini? Akamwambia ile siku ambayo invitation yako ya kunisha kama nataka uolewe, siku itakapotoka, mbele ya kwenda kutoa invitation, basi nataka nionane na wewe kwa sababu nina maongezi wakazana wakadhalika. Ndio Mwanaidi akasema sawa rafiki yangu Zamda, ila unanipa wasiwasi. Akamwambia hapana, usiwe na wasiwasi kwa sababu ni kitu tu cha maongezi, nataka tuelewane kwa sababu unaenda kwa mama harusi. Ndio Mwanaidi akaingia na tabasamu na kafuraha kwa sababu Zamda ni rafiki yake, alimponza moyo. Sasa siku imeenda na siku nyingine kasogea, ambayo ndio siku ambayo watakutana sasa waongee. Sasa kama mipango yao, Zamda akampigia yule kijana kumwambia upo tayari? Yule kijana akamwambia kila kitu kipo sawa, wewe muite sasa. Sasa Zamda akamwambia Mwanaidi mambo ushajitayarisha na wewe? Mwanaidi akamwambia ndio, mimi niko naelekea soko, uniponiagiza. Akamwambia sawa, ukifika pale unisubiri. Sasa alipofika kule, Mwanaidi yuko anapiga hodi ndani ya mlango ambaye alielekezwa na Zamda. Sasa Zamda akachukua simu yake na kumpigia mume wake ambaye ndio Jafar, na kumwambia Jafari, upo tayari kwa siku ya leo? Jafar akamwambia nishakuwa tayari, wewe niambie bibi tufanyaje? Ndio akakuja pale wakaonana yeye na Zamda. Kisha Zamda akamwambia Jafari ambaye ndio mume wake wa Mwanaidi mtarajiwa, akamwambia twende sasa umuone mke wako mtarajiwa, maana wewe ningekwambia ungenielewa, hivi sasa ndio umshuhudie. Jafari ameenda na hofu na wasiwasi na uoga, akasema sawa, mimi nipo tayari, la naenda kupigwa ambalo usitokanisahau. Mwanaidi sasa akabaki akipiga hodi kwa ile hotel. Sasa kipindi anapiga hodi ndipo akakuja mwanaume ambaye yule kijana aliyotumwa na Zamda, akamfungulia mlango. Mwanaidi akashangaa akasema vipi tena kinachoendelea hapa, mbona asielewi, mbona Zamda rafiki yangu ananiambia kama iko hapa? Ndio yule kijana akamwambia nipo ndani humo, ingia karibu. Sasa alipoingia akamwambia tulia hapa ndani ya kitanda na kuja nisubiri nikamuite. Yule kijana akaenda dusheni, akaenda mdushe, akavua nguo, akavaa isume taulo ambaye ilikuwa ni fupi sana kuonyesha kama huyu mtu anaweza kufanya shiriki tendo na ndoa na mwenzake. Ndio yule kijana akatoka na taulo ambayo ni isume fupi sana. Mwanaidi ameshangaa na kuogopa, akatetemeka, akasema wewe kijana, nini unataka ufanya? Ndio yule kijana anamwambia Mwanaidi usiogope, mimi nataka nifanye mapenzi na wewe, nipe kwa usiku mmoja nitakupa pesa yote unayoitaka. Mwanaidi alishangaa akataka kupiga fujo. Yule kijana anamwambia hapana, usipige fujo, haina haja ya hivyo. Sasa tunaona upande wa Zamda rafiki yake Mwanaidi amekuwa na Jafari, yuko anamwambia Jafari kwamba alitokea kumpenda sana. Jafari akashangaa, lakini akamwambia usishangae Jafari, mimi kwa gani nimekupenda mbele ya Mwanaidi, nilikuwa nataka nikwambie hisia zangu, lakini Mwanaidi anajiita kiherehere na mbele, nikataa nikuokoe ili umjue Mwanaidi ni nani, maana ndio kazi zake hizo kufanya hizo. Jafari akasema kule anafanya kazi gani? Ndio Zamda akamwambia twende umuone, ila ukishamuona niahidi kama utanipatia nafasi ambayo mimi nilikuwa kila siku nikisumbuka na moyo wangu kuambia hisia zangu. Jafari akamwambia sawa, haina shida bibi, twende tumuone, mimi nataka nimuone Mwanaidi anafanya nini. Sasa alipoenda akapiga hodi. Kipindi Jafari anapiga hodi, Mwanaidi akashtuka sana kuona Jafari ameingia ndani na kuwagundua yeye na wewe mwanaume wako pale. Jafari alizimia. Yule Mwanaidi akamkimbilia Jafari wake na kulia pale, machozi akatoka akimwangalia Zamda. Akamwambia Zamda, unaona unanifanyia mambo gani? Basi ndugu yangu, msikose sehemu nyingine ambayo ndio ya mwisho, kwa kusubscribe na comment ili mfuatilie mkasa huu bora na elimu ndani yake. Ushauri kwa wewe msikilizaji, sio kila rafiki yako ama mtu wako wote wa karibu kumkaribisha ndani ya ndoa yako ama kwenye mahusiano yako. Wengi wao mpeleka mambo mazito sana, sio kila wote anayefurahia neema yako.